Ni Butega Online TV, power and vibe. You're welcome. Yo, ni Fedon tena, nipo mbele ya kamera aka Mr. Kili Nyingi. Ukitaka niite adui wa mishangazi utakuwa hujakosea. Afu sipo mwenyewe hapa, kuna mtu fulani amazing sana nipo naye hapa. Fanyaje? Mambo poa, kwema? Kwema mzima. Wa afya. Kwa sio kufahamu, labda unaitwa nani? Mimi naitwa Muna. Naitwa Muna. AK Mama Brand. AK Mama Brand. Okay, labda niulize swali. Hivi Muna ni mtu aina gani labda? Muna ni jina tu. Okay. Ya, Muna ni jina. Uasilia labda. Uasilia yani ndio jina langu la vibe niliyopenda. Okay. Je, ilikuwaje labda mpaka uitwe Muna, na jina lako la uasilia ni nani? Jina langu mimi la uasilia Elshadai. Elshadai. Yeah. Na ikakuwaje mpaka uitwe Muna? Unajua kila kijana na mambo yake, anapigo zake. Okay. Kuna kijana anaweza kujisikia leo nijiite Mondi, leo nijiite Harmonize nini. Hivyo tu, yani ukitokea kumpenda msanii unapenda hata jina lake. Okay, labda twende kwenye upande wa sanaa zaidi sana. Vipi, wewe ni nani kwenye sanaa? Kwenye upande wa sanaa mimi ni mwigizaji, mwimbaji pia. Wewe ni mwigizaji, isitoshe tena wewe ni mwimbaji. Okay. Isitoshe wewe ni tishio sana mtandaoni. Na umevuma sana na brandi kubwa ambapo upo nao kwa sasa. Vipi, ni changamoto zipi labda ambazo unapitia? Kwanza ukishajiingiza kwenye masuala ya usanii, masuala ya sanaa, lazima upitie changamoto nyingi. Kuna baadhi watu watakupenda na baadhi watu hawatakupenda. Okay. Yeah, changamoto nyingi, matusi, unatukana nini. Unavumilia kwa sababu ni ndoto ya mtu. Okay. Yeah, mimi ndoto yangu napenda niwe msanii mkubwa. Okay. Kwa ndoto yangu lakini. Yeah. So vipi, ni muziki gani ambao unaimba, labda gospel au bongo? Mimi naimba gospel. Gospel. Okay. Unaweza kutupigia kidogo kama dakika moja tu hivi? Yeah. Tukusikie. Sijajiandaa. Kidogo tu. Sijajiandaa kabisa. Basi sekunde kadhaa. Sijajiandaa. Hata sekunde kweli kwa msanii? Yeah, kwa msanii ndio inawezekana, lakini unajua kama ile then nisikia kuna nyimbo ambazo unazo ndani au hujazitoa. Sasa tungependa utupigie kidogo tu, ili mradi watazamaji wakusikie na wakuone, watu ambao hawajawahi kuona kidogo tu. Kuna nyimbo kama hivi kama Teso ya Yesu, lakini idea yake ni ya kibembe. Piga tu. Yeah. Kanaanza malu tata aema Yesu aema abikila michapolo akombila michapolo wamiwane alechile nangena nsina make wasuko ile tata alechile nangena Eloi mwami wande elelai. Asante sana. Then kuna tetesi ambazo zinatamba sana mtandaoni kwa kuwa unaandaa wimbo na PGD. Ya vipi, inakuwaje hiyo? Ya, tetesi hizo zipo, na jiandaa kutoa naye wimbo. Alinifuata tufanye naye collab. Siwezi kumkatalia, nilimkubalia. Hivi amekulipa kiasi cha shilingi ngapi labda mpaka kupiga naye collab? Kiasi cha pesa ambacho ndicho nilipa kupiga naye collab, kwa sababu ni wimbo mmoja yeye amenishirikisha. Wimbo mmoja 60,000. 60,000. Okay. Yeah, then kwa sasa hivi nasikia una machawa hapo mzee. Hiyo inakuwaje labda, na unawalipa kiasi gani labda mpaka iwe hivyo? Kwa machawa wangu ambao nikitoka nao. Yeah. Ni mdada mmoja anaitwa Elena, mwingine anaitwa Mawazo, mwingine anaitwa Kesia. Machawa wangu. Okay. Then labda niulize kwanza. Labda niulize kitu. Hivi mnapotoka nao, vipi, wewe ndio huwa unagharamia mavazi yao au vipi? Yeah, waga nagharamia tu. Waga unagharamia kiasi? Yeah. Unagharamia tu, si unajisikia ukitoka.
Okay. Hivi kitoka hivyo na dau unatoka kama tunaelekea mpirani, tunaelekea kuenjoy. Maana sakagika raha na mtu sakagi shobo. Wale nikiwa nao ndo wanakuwa kama marafiki zangu kwa huo muda. Okay. Yeah, wananisaidia hata kukitokea ugomvi nini tunashirikiana. Yeah, hivi uoga unawalipa au mnatumika tu kishikaji? Hakuwalipa hapana, siwezi kuwalipa kwa sababu sisi mashauri wangu wa jirani sana hapana. Kwanza ni mandugu zangu hao. Okay. Kuna mabibi zangu humo, kuna wao zangu humo. Okay. Yeah, unaanzaje kuwalipa? Unaanzaje kumlipa mtoto wa dada yako pesa? Yeah. Then sasa ni changamoto zipi labda ambazo uoga unapitia unapotembea barabarani mpaka uwe unatembea na kikosi cha watu? Changamoto ambazo ninazopitia kwanza ni matusi. Kama yapi? Wa kiume unaanzaje kutembea na watoto wa kike? Wewe mwenyewe ni mwanamke vile vile, ukitembea na mwanamke na utakuwa mwanamke vile vile. Lakini mimi waga siumii sana, waga napuuzia tu kama matusi fulani nimetoka kutokana na juzi hapa, mimi navumilia. Okay. Then wanapokuwa nakuambia maneno kama hivi, mchumba wako au mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano huwa anachukuliaje hilo jambo? Hawezi kujisikia vibaya kwa sababu walinipenda na muonekano huu. Okay. Yeah. Vipi, kuna tetesi ambazo zimevuja kuhusiana wewe na Nyago. Ilikuwaje mzee? Kidogo kwanza ilikuwaje mpaka mfikie huko? Kwa tetesi ambazo zilizovuja na zimetrend kabisa, hizo ni kweli. Sio uongo, mimi na Nyago tulipokuzana, tulitukanana. Nusura ya kushikana kwenye mwili kabisa. Okay. Na ilikuwaje labda mpaka mfikie hapo? Kuna siku tulikuwa tunatoka zetu kwenye sherehe, unajua tena. Mimi nilikuwa nimealikwa kwenye ile sherehe kwa sababu mimi ni mwanamtindo. Nimealikwa kwenye ile sherehe, nimeenda. Sasa ile sherehe ilikuwa inafanyika SD. Nimetoka SD na kuwa narudi, nikasema hapana, sisi usiku siwezi kupanda bodaboda. Kwa sababu after room mambo mengi, pikipiki usiku nini. Ikabidi tutembee kwa mguu. Nilikuwa na baadhi ndugu zangu na wengine majamaa zangu tulikuwa nao pale tukozote kupiga mambo yetu. Tunarudi tukapita kwenye ile mitaa yao. Yule nimefika kwenye ule mtaa wao, alikuwa anatoka ndani kwake. Kuna sehemu zake alikuwa anakwenda mwenyewe, anajua mwenyewe. After room kama nilisema kauli gani ile, kuna mtu pale akanitaja Muna. Sasa alivyonitaja Muna, sababu Muna nimetrend. Yeah, alivyosikia Muna ndo akasema kwenye huu mtaa wetu hakuwezi kutoka, kwenye huu mtaa wetu hatutaki kutembea na wanawake na mashoga madada sijui na nini. Kile kitu kiliniuma. Alafu mwisho wa siku akanitaja na jina langu, ndo hapo tulianza matusi. Okay. Je, ikitokea siku Nyago akahitaji ngoma na wewe inakuwa? Na siwezi kufanya naye, maana ni mshenzi. Siwezi kufanya ngoma na Nyago, ni mshenzi. Tena namuagizia kabisa hanikome, mimi sio ndugu yake. Maana japo tu tumechangia kabila, yeye mbembe vile vile. Lakini yeye ni msanii, mimi mwenyewe nina vya kwangu vile vile. Yeye ni msanii, mimi mwenyewe msanii, yeye ni msanii wa Bongo Flava, mimi ni msanii mwana mitindo. Kwa hiyo yani siwezi kabisa. Hata alete fedha mlangoni siwezi. Na mwaya maji ya moto. Okay. Hivi labda kati ya Nyago na Follow ni yupi ambao waga unamkubali? Mimi namkubali Nyago, namkubali Follow kwa sababu Follow hajawahi kunitusi, hajawahi kunitukana na nyimbo zake zinaeleweka na nyimbo zake zinakubalika. Maana ni mtu wa Maven, hana karaha na hana shobo na hataki mabrandi sana, brandi nyingi sana kama za kwake. Okay. Yeah. Hivi kati ya Gatuso na Ichiba Samaki ni yupi ambaye unaweza ukafanya naye kazi? Yani siwezi kufanya kazi na Gatuso, kwanza naye ni mshenzi. Okay. Ni mshenzi afu ni pumbafu na hanikome. Na kwa alivyosema sijui 1 2 3 anajua mwenyewe, hana fedha ya kunilipa mimi eti nifanye naye 1 2 3 aliyosema mtandaoni. Maana aliyozungumza mtandaoni ni mengi, ni mshenzi. Ujumbe kwa Gatuso kwanza. Ujumbe kwa Gatuso anikome. Mwambie sasa. Lazima unamwambilia Gatuso. Gatuso, wewe ni msanii. Unafanya mambo yako. Kuna wanao kusupport na kuna wanao kuchukia. Kwa hiyo wale wanao kusupport nenda nao. Wale wanao kuchukia achana nao. Na usione mtu ama anafanya mambo yake unataka kuanza kumtukana ili tu upate kiki kupitia jina la mtu fulani. Anakuja kusema sijui kwani okay Muna hiyo muibo cha wewe mama brand, na mimi ndo mama brand kweli. Hajadanganya, mimi ni mama brand, na kama yeye ni baba brand akikaa vibaya na yeye ataliwa nyashi. Ataliwa nyashi. Yeah. Kiaje? Ataliwa tu nyashi, kauli ya mjini. Okay. Maana kama anajifanya ni msanii mkubwa sana, kwa nini sio watu wote tunakutana? Okay. Yeye anajifanya ni msanii sijui nini, unajipandisha sijui kama huyo ananiliwa anajipandisha sijui mimi ni msanii mkubwa. Haya, wewe ni msanii mkubwa kwenye familia yako.
Kama unajifanya ni msanii mkubwa na mabrandi, umeshajiweza kila kitu, punguza kadi, hama kambi, toka nje ya kambi, kakae mikoani huko, ndo watu wajue kweli yule ameshajipata. Lakini mimi na wewe tunakutana na sitaki kupokea t-shirt moja la mtumba, nitikisi kichwa changu. Okay. Labda nikuulize kwa kazi kubwa ambayo Nyagomeni aliitoa siku hizi, nadhani unajua ni kipi ambacho Nyagomeni amefanya. Wewe unachukuliaje kile kitu? Umepokeaje utofauti kwanza na Beef? Umepokeaje ule mzigo? Mzigo gani? Wimbo ama wimbo? Siwezi hata kumsupport kwa chochote, mimi simfuatiliaji kwa sababu kwanza hana sauti, anafoji na anakoingia tunajua anakoingia, yani yeye alikoingia watu washagaingia, washagalala, washagaamka, washagajifunika, yeye ndo anakumbuka sasa shuka iko wapi, aanze kujifunika. Okay. Yeah. Labda ningeuliza vipi kuhusu kipato chako, labda hivi tukisema Masawa hapa nyumbani kwetu ambao wana kipato kikubwa, wewe unaweza kujiweka namba ngapi kwenye msanii ambaye ana kipato, wana vipato vikubwa? Yeah. Kwanza kwenye wasanii mkabini, mimi sioni msanii mwenye kipato, kwa sababu ukiwa na kipato utakiwa kuonekana sio kupokea, ndo yale narudilia. Ukiwa na kipato umejipata, unajieneza, lakini sio yote tu ni njia zinapigika, japo tu hizi 100 za kula watu ndo kidogo wanazo. Okay. Lakini kwa mna mwenye kipato. Okay. Okay. Ladies and gentlemen, kama unavyoona tupo kwenye kipindi chetu kile cha mtani kwetu. Nipo na Muna hapa, ni mmoja wapo wa mastaa kubwa sana hapa nyumbani kwetu. Bro, neno moja kwa watazamaji basi. Mimi neno moja kwa watazamaji, naomba tu Mungu na wengine wazidi kuniombea Mungu, ndoto zangu zidi kukamilika, maana mimi nina ndoto ya kuwa mwanamuziki. TV, Power, You're welcome.